mwanamume atamwacha baba yake na wazazi wake na ndugu zake. Mwanamume anamwacha nani? Anatoka kwao. Alikuwa analelewa na mama na ndugu na madada, anatoka kwa wazazi wake, sio anakuja kwa mwanamke. Sasa mwanamke ndio mama wa mwanamume. Kwa nini Mungu anasema mwanamume anawaacha wazazi? Ukitafakari eneo hilo, ukitafakari, manake wewe mwanamume ndio mwanamume pekee kwenye mahusiano yako. Wewe ndio kichwa mwenyewe sasa, sio kwa wazazi wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mahusiano mengi sana yanavunjika ikiwa mwanamume bado hajatoka kwao. Ukiwa wewe mwanamume unaoa alafu bado hujatoka kwenu, haujawacha wazazi wako, haujamwacha mama, alafu una mke wako, hiyo ndoa itakuwa ina shida. Kwa sababu mama ataingilia ndoa yako, baba ataingilia ndoa yako, madada mawishi wataingia ndoa yako. Kwa sababu nini? Haujatoka kule. Lakini mwanamume aliyotoka, manake yeye anakuwa na msimamo na ndoa yake kama yeye. Manake dada ya usiki wala mama usiki wala mjomba shangazi ya usiki, ila ni mwanamume sasa ndio kichwa cha familia. Sio kumsikiza kaka, sio dada anakuja na kushauri, unajua mke sijui hivi hajaza choo azai. Wewe mwenyewe unazaa, wewe hujazi choo. Bwana Yesu asifiwe. Hiki na hiki anaanza kuleta mapungufu. Huyo mke ni wa kwako. Mwanamume anakuwa ametoka kwa wazazi. Biblia inazungumza mwanamke hajatoka. Na Mungu alishaona kwa sababu kuna mapungufu. Mapungufu yaliyokuwepo ni kwamba mwanamume akianza kusikiliza mawifi, na ndoa nyingi ndio zinavunjika hapo. Mawifi. Kaka anateswa. Kaka kalifumbatwa. Wewe ukimpenda mwanamume, ukimpenda mke wako, wataanza kuzungumza mambo mengi. Kumbe umempenda tu. Ni upendo wenu wenyewe. Hata kama unapika, kama unafua, ninyi wenyewe. Lakini watakaivunja mahusiano yenu, ndoa yenu ni hao. Na wewe mwanamume bado haujatoka kwa wazazi. Yaani unaenda kwa mama, anaanza maneno nungu. Yule mke afai, tulikuambia sisi. Wataanza maneno kukujaza, mwisho wa siku na wewe unajaa upepo. Unagombana na mke wako, unamuacha. Lakini ukiwa mwanamume ambaye umeacha wazazi wako na baba zako na mama zako na ndugu zako, manake hautosikiliza watu hao. Ndoa yako itakuwa ni wewe tu. Uliomua mwanamke umempenda wewe, ana chongo, ana bamba, ni flati. Tunasema Motorola flati. Haleluya. Namba 8. Mfupi, mrefu. Wewe ndio umempenda mwenyewe, na ulimpenda umejua ulichompendea. Sasa wao wakisema mwanamke gani, sasa mwambie katafute wewe, kaoe huyo. Unaona yeye anafaa, mzuri. Kwa sababu mimi nishatoka, siko kwenye familia tena, siko kwa wazazi tena, siko kwa mama tena. Wewe siwezi kusikiza ushauri wa ndugu kwa sababu ya mke wangu, kwa sababu Mungu anasema mwanamume atawaacha wazazi wake. Wazazi, baba na mama pamoja na watoto, ndugu zako wote unaachana nao siku unaoa. Haleluya. Unaambatana na mke wako. Haleluya. Maana yake mashauri yote ni wewe, mashauri ambayo unapokea kwa Mungu, sio kwa watu tena. Maana ndoa umeungana wewe na mke wako na Mungu akiwa shahidi. Sasa ukirudi kwa wazazi, unawasikiliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Si wengine tulikutana nayo, lakini tumeshinda kwa sababu tumejua kwamba ulipooa umetoka kwa nani? Kwa wazazi. Mzazi hausiki tena kukushauri. Wadada wahusiki tena. Mawifi ndio wavunjaji mandoa za kaka zao. Mawifi. Yaani mawifi ndio wanavunja ndoa. Wataanza maneno, wataanza mawifi. Makaka ambao ni shemeji hawana shida sana, lakini mawifi ndio shida. Sasa kama wewe je kutoka au hujaachana na mama yako mwanamume, yaani na ishara kwamba umeachana na mama, manake au tofuata maagizo yao, au tofuata maelekezo yao juu ya mke wako. Mke wako wewe ndio ni wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawahusiani ndugu, manake hautosikiliza.